Suzi, mke wangu, hebu punguza jaziba tuongee. Kimniache tafadhali. Kumbe ndo maana unaoga pesa, una mwanamke na mtoto wako nje unahudumia. Bwana mke wangu, unaweza kuelezea? Hakuna cha kuelezea, rafiki yako ameshajieleza vizuri, nimemuelewa. Yeah. Halo. Kwema Suzi, niambie. Eti ni kwangu. Mbona usiku sana? Sawa, nakuja.
Vipi shoga yangu, kwema? Sio kwema. Kuna nini? Kim. Usitaki kuniambia umegombana na Kim tena? Hapana. Ila Kim ana mwanamke mwingine. Na mwanamke na mtoto wake. Wewe umejuaje? Leo alikuja Samba nyumbani, ambaye ni rafiki yake Kim, akiwa amembeba mtoto. Ambaye mtoto ndo wa Kim. Sasa wewe hapo hujahakikishaje kama mtoto ni wa Kim? Au umejuaje kama mtoto ni wa Kim? Ni mtoto wake. Kwa sababu hata hapa nimemwacha naye nyumbani. Woi. Atati. Na rafiki yangu. Ndio. Naomba moja, naomba unisaidie. Bila tatizo. Naomba unihifadhi hapa kwako mpaka nitakapokuwa sawa. Usijali rafiki yangu. Unajua kabisa mimi siwezi kukuacha kwenye kipindi kigumu, si ndio? Basi na imani chumbani kwako unapojua. Wewe nenda kapumzike, alafu mimi asubuhi nitaongea na timu maana bado wamelala. Sawa rafiki yangu, asante. Hai, twende kapumzike. Nilidhani wewe ni ngao yangu, uliniahidi kwa sauti tamu, lakini kivuli chako hakikuja usiku wa giza. Babe. Oh God. Mbona umeshtuka sana hivyo? Nimeota. Okay. Niko naota. Umechelewa kazini, amka hapo. Kwani saa ngapi? 2:00 kamili. Kuna kucheza mali. Oh my God. Okay. Acha basi nikaoge. Bali niweze kutoka niwahi. Sawa. Lakini mamangu. Naomba nikwambie kitu. Ila usinifikirie vibaya. Mimi tena kwa nini bana? Siwezi. Okay. Sasa mume wangu. Jana usiku Suzi na mume wake walikwaruzana kidogo. Hali iliyopelekea mume wake akamtimua na Suzi akawa amekuja hapa nyumbani. Ilikuwa ni usiku sana, nikashindwa kukuamsha na ulikuwa umechoka. Kwa hiyo Suzi amelala hapa nyumbani? Ndio. Na mume wake anajua? Una uhakika na unachokisema? Okay. Atakuwa hapa kwa siku ngapi? Nitaongea naye mchana ndo nitajua. Maana ujue ni kesi mke wa mtu. Basi kama hivyo ndivyo wewe ulipitisha, ulifanya maamuzi, mimi sioni kama kuna shida. Sawa. Wewe ni kwako hapo, ukiamua ndo nimeamua mimi. Sawa mamangu, asante. Haya sawa. Maamuzi ya kwako ni maamuzi. Tunakaa kazini. Haya sawa.
Unampa siri zako, anazigeuza ndo mada. Unampa nafasi kwenye maisha yako, ukicheka naye kumbe anakuonga. Ana sura ya malaika, moyo wa simba. Ukimpa siri zako anazipaza, ukimpa msaada. Aliamka mapema nikasahau kumwambia. Mimi sawa sana. Una shida? Nzuri tu. Kumekucha. Basi salama. Nakutakia kazi njema. Sasa. Karibu nyumbani. Jisikia uko nyumbani. Unamwita ndugu, kumbe ni jini. Anakutabasamia, akichora fitina. Unampa chakula. Sanda. Kini hapa. Mambo Poa, shwari. Namtafuta Samba. Lakini nahisi kama hakuna mtu, maana ukimya mkubwa. Samba ametoka toka asubuhi. Sawa. Samahani. Sijui na muda tukaweza tukaongea. Yeah. Okay. Sawa. Naweza. Sawa. Kama utakuwa uko serious, mimi nitamlea mtoto. Lakini longo. Mimi sina longo. Nifaidi tu nitafanya kila liwezekanalo ili mwanangu aishi maisha mazuri. Sababu mimi napenda mwanangu kwa salama. Basi utakuwa mwanzo mzuri. Sasa kwa kama wanawake watoto na kutuletea vile mimi yote. Hapana. Tuwezi kufanya hivyo. Mimi nashukuru sana. Nifaidi tu nitakuwa kipaumbele kwa mtoto wangu. Asante sana, nashukuru. Unampa siri zako, anazigeuza ndo mada. Unampa nafasi kwenye maisha yako, ukicheka naye kumbe anakuonga. Ana sura ya malaika, moyo wa simba. Ukimpa siri zako anazipaza, ukimpa